na ni rafiki yake na Arafa. Nilikuwa naomba uje na mazungumzo na wewe kama binadamu. Sufuria, unaonekana una mbinu nyingi sana na mpaka nitahakikisha nitakupata kwa wakati. Sufuria we nakupenda sana we. Sufuria we. Huu sio muda wa kukaa chini na kulialia. Huu ni muda wa kujadiliana. Tujue Arafa tunampata wapi. Lakini sasa ukiwa umefika kwako umekaa chini, hatujui Arafa muda huu yuko wapi, umekaa chini unajiliza. Sasa hilo ndio suluhisho la kumpata Arafa. Hebu achana habari hizo bwana. Baba Arafa usijizime data nakwambia. Unajua ndio chanzo ya yote haya, lakini hivi wewe usingekuwa una kazi na ufuvu lako yote angetokea. Yaani mimi nashangaa kweli. Wanaume wenzako wanafanya vitu kwa kufikiria, lakini wewe hata ufikirii. Yaani mimi kama ningejua Baba Arafa, ningejua wewe ndio una tabia hiyo. Nisingeolewa na wewe. Yaani mimi nishatoka Baba Arafa, mimi mzako siko sawa. Yaani mimi najua kabisa mwanangu huko amepatwa na matatizo. Kwa sababu njia nzima tunatembea tunaulizia kama machizi. Wanasema hawajamuona mtoto. Basi nimetegemea nimerudi hapa nitamkuta mwanangu anisubiria hapa nje, lakini ninapo tena hayupo. Mimi nakwambia kama umemtoa Arafa kafara, naomba niambie. Niambie kabisa. Mama Arafa, ina maana mimi nimekosa kazi za kufanya au Mwenyezi Mungu amenikosesha nini katika maisha yangu mpaka nifikie wakati wa kumtoa kafara mwanangu kipenzi Arafa? Nimekosa nini mimi kwa Mungu? Kama mali amenipa, mashamba nini, siwezi nikafikia stage hiyo ya kutaka kumtoa kafara mwanangu Arafa. Yaani uongo kabisa. Mama Arafa, huko tunapokwenda sasa tutakuja kugombana. Ili tusigombane, inabidi tufunike kombe mwanadamu apite. Mimi ninachokuomba tutafute njia nyingine ya kumpata Arafa kabla jua lijazama. Arafa, mimi ni mtu mzuri sana kwako. Ila ninachohitaji kwa sasa ni kuipata sufuria nami ije kunisaidia katika mambo yangu kama inavyokusaidia wewe. Alafu nikwambie ukweli, mimi sijui kitu chochote kuhusu sufuria. Kwa hiyo najisumbua bure tu. Arafa, najua kila kitu kama wewe unaiongoza sufuria na inakusaidia katika mambo yako. Kwa hiyo ninachohitaji kwa sasa, nami unipe mwongozo, sufuria inapatikana wapi? Nami wewe unanisaidia katika mambo yangu kama inavyokusaidia wewe. Arafa, kama nilivyokuambia, sihitaji kukua wala kukuumiza. Ila ninachohitaji kwa sasa ni kuipata sufuria kwa urahisi. Hapana, mimi sijui kitu chochote kuhusu sufuria kichali. Kwa kuwa amekuwa mbishi, basi unaweza kufanya kitu chochote ambacho nakitaka. Arafa, unaonekana ni mtoto msiri sana na unaweza kuhimili mambo mazito hata wakubwa wazima hawawezi kuhimili hayo majambo. Arafa, kama nilivyokuambia, sihitaji kukua wala kukuumiza. Ila ninachotaka kwa sasa ni kuipata sufuria na kuimiliki ili nisaidie katika mambo yangu kama inavyokusaidia wewe. Endapo ukinisaidia kupata sufuria kwa urahisi sana, nami nitakusaidia kutoka hapa. Sufuria we
Mama Arafa. Mama Arafa. Yaani mpaka kufikia muda huu sasa nishachoka. Yaani maana siku ya leo mama hata sielewi kabisa. Yaani nimetoka kule Hola, nimekuja hapa nitegemea nitamkuta hata wewe Mama Arafa au nimkute huyo mume wake, hayupo. Hapa ndo nimeamini kweli siku ya kufanyana. Yaani kila mtu unaoshika unateleza. Kila mtu unaoshika unateleza. Basi mambo ya aibu. Huyo mtoto wake huko aliko sasa hivi yupo kwenye hali gani? Mimi nafanya napambana hapa ili tuweze kujua jinsi gani ya kumsaidia. Hawapo. Nimeshachoka. Kweli nimeamini kipofu ashoni makoti. Maana soko kuhangaika huko, afu hamna hata nafuu yote niliyopata. Ngoja nisikate tamaa. Maana yule mtoto alinisaidia kwa vitu vingi sana. Hapa ngoja nijitahidi hivyo hivyo. Undava. Sufuria we, nakupenda sana we. Sufuria we, nakupenda we. Baba Arafa, mimi nimeshachoka. Nimechoka kabisa. Tumezunguka huko, tumelandalanda mpaka giza linaingia, mtoto hajapatikana. Mimi namtaka mwanangu. Yaani sitaki story na wewe, namtaka mwanangu. Ulipompeleka mtoto mimi namtaka kwa sababu mtoto ulikuwa naye wewe hapa. Na ujinga wako si umefanya nini huko mpaka mtoto aonekane. Mimi namtaka mwanangu. Kusema kweli sikuelewi. Yaani hakuna ambacho nakitaka kwa sasa zaidi ya mwanangu. Mama Arafa, hili jambo sio la kwa wewe peke yako. Hata mimi pia limenigusa. Pia nilizoea nikirudi usiku kama hivi nikimwona mwanangu akiwa ndani. Tunacheza, tunaongea, tunagombana. Lakini ndio sehemu ya maisha. Lakini kwa sasa Simoni Arafa, hata mimi naniuma. Sio kwamba ujisikie tu ni wewe tu mwe machungu peke yako. Kumbuka hata mimi pia ni mzazi wa Arafa. Lakini sio hivyo unavyonishutumu tu kila wakati tunapenda kugombana. Huu ni wakati wa kufikiria Arafa yuko wapi. Hii tujue tunatatua vipi li tatizo. Lakini sio wakati wa kugombana tena mimi na wewe. Baba Arafa, usitie huruma. Usitie huruma kabisa. Hivyo sio wewe ambao ulikuwa unajifanya ndio shababi, unajifanya unajua sana kuongea. Kwa nini sasa hivi unatiatia huruma? Kusema kweli mimi sikuelewi. Yaani hata ukinitilia huruma mimi sikuelewi. Namtaka mwanangu. Yaani tena kama kuna sehemu umemficha, unapanga labda kuna jambo umfanyie, naomba uniambie kabisa. Kwa sababu nyewe wanaume wa sasa hivi mambo mengi yanatokea, tunasikia habari watoto wa kike wanafanya vitu vibaya na wazazi wao. Isije ikawa ndo unajipanga kufanya hivyo. Kusema kweli sikuelewi, mimi namtaka mwanangu. Yaani sikuelewi kabisa, mimi namtaka Arafa hapa na nikimpata mwanangu utusahau kwenye maisha yako. Kwa sababu kumbe naishi na wewe hapa, unaficha makucha, kumbe na mambo yako ya chini chini. Mama Arafa, mimi siwezi kufanya hiko kitu ambacho unachokifikiria wewe. Kumbuka Arafa mimi ni mwanangu. Pia siwezi nikafanya jambo la kijinga kama unalofikiria. Ila unatakiwa kukijua kwa sasa. Huyu Arafa huenda akakuna sehemu yupo. Na atakuwa amechukua maamuzi yake tu. Lakini eti nifanye kwamba kitu kibaya kwa ajili ya mwanangu Arafa, uongo. Nafsi inanisuta. Na si jambo zuri kumfanyia mwanangu. Ningemfanyia tokea huko nyuma. Iweje leo nimfanyie hivyo? Labda kuna kitu gani ambacho kimekuja katika sehemu yangu ya maisha? Hapana. Iko unachofikiria sicho kabisa Mama Arafa. Unanionea tu. Mama Arafa, wapi tena unakwenda usiku huu? Naondoka, nataka nibaki hapa, mimi nafanya nini? Mama Arafa, kumbuka huu ni usiku.
Kumbe wewe yani umenitisha. Aya, vipi tena usiku kwenye majumba ya watu? Ulemfuata nishamjua. Hata hajarudi, unaweza tu ukaenda. Isitoshe sasa hivi ni usiku na yeye ni mtoto wa kike. Sijaka kukuta huko, ukaulizwa ukasema ulikuwa kwangu. Unaweza tu ukaenda. Kwa vile hilo ndio lilonileta, lakini kwa sasa nimekuja tu kuwapa pole kupotelewa na mtoto wenu Alafa. Wewe ulikwambia Alafa amepotea nani? Najua niliona kwenye harakati zenu wewe na mume mnavomtafuta. Ngoja kwanza. Mimi ninachojua mwanangu hajapotea, ila kuna sehemu tu yupo. Alafu kwani wewe nani na umejuaje hayo mambo?